Ndugu mtazamaji, ninayekukaribisha katika kipindi hiki ni mchungaji na mwinjilisti Peter Mwinamila wa kanisa la EAGT lililoko hapa Tabora mjini, maeneo ya Makokola. Kabla hatujaendelea mbele katika kipindi hiki, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru tena kutupa wakati mzuri kwa ajili ya kulisikiliza neno lako katika kipindi hiki. Naamini kila mmoja ambaye umempa wakati huu kusikiliza neno hili litamfaa katika maisha yake. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Ndugu mtazamaji, ninao ujumbe wa neno la Mungu kwa ajili yako siku ya leo katika kipindi hiki. Ujumbe ambao ninakwenda kusema nawe unatoka kitabu cha Samuel wa kwanza sura ile ya 17. Samuel wa kwanza sura ile ya 17, na nitasoma maandiko mistari michache hapo kuanzia mstari wa 32. Biblia inasema, Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Na ujumbe wangu siku ya leo unasema umuhimu wa kuchukua hatua ili Mungu akusaidie. Umuhimu wa kuchukua hatua ili Mungu akusaidie. Tunafahamu, ukisoma habari hii ya wana wa Israeli, wakati mtu mmoja anayeonekana ni tishio kubwa sana katika taifa la Israeli, mtu huyo alikuwa anaitwa Goliath. Biblia inazungumza taifa lote wakamwogopa sana Goliath. Ikafika mahali mfalme Sauli naye akatetemeka kwa ajili ya Goliath. Biblia inazungumza Goliath akafika mahali akawa anatukana majeshi ya Israeli, na anasema nichagulieni mtu nipigane naye. Lakini Biblia inasema hakupatikana mtu. Kila mmoja akimtazama Goliath anaonekana ni mtu anayetisha. Kila mmoja anarudi nyuma. Ukisoma Biblia yako utaona kila wakati ambapo Goliath akitukana, kila mmoja alikuwa anatetemeka. Sio maaskari, sio mfalme, wote wanatetemeka. Wakati nilikuwa nikisoma habari hii, Mungu akaona nifundisha vitu muhimu sana ambavyo nataka kushare na wewe siku ya leo. Katika siku zote hizo ambazo Goliath alikuwa akitukana, Mungu alikuwepo. Si kwamba Mungu hakuwepo, Mungu alikuwepo. Lakini Mungu alikuwa anasubiri mtu ambaye atakayechukua hatua kwamba mimi nitakwenda kupigana na huyo Goliath, ili Mungu aende pamoja naye. Kwa katika zile siku zote ambazo Goliath alikuwa akitukana, Mungu alikuwa anaangalia, anasubiri nani atakayechukua hatua ili kwamba mimi Mungu niende pamoja naye. Siku zote tabia ya Mungu huwa anashughulika na mtu anayechukua hatua ili kwamba Mungu akusaidie. Mungu anapenda mtu anayechukua hatua katika maisha yake. Mfano, hili jambo muhimu ambalo tunalozungumza la kukimbilia kwa Yesu Kristo, mtu yoyote ambaye ameamua kuokoka, ufahamu kabisa kwamba huyu mtu alichukua hatua. Wakati mwingine kuacha marafiki zake ambao walikuwa wanakunywa naye pombe huko. Wakati mwingine amechukua hatua, amewaacha makahaba kule. Amechukua hatua wakati mwingine ndugu zake wanasema unaacha dini yetu, dini ya babu, dini ya bibi, dini ya nani. Huyu mtu anasema anachukua hatua, nataka Yesu anisaidie. Kwa hiyo Mungu huwa anashughulika na mtu anayechukua hatua katika maisha yake. Ndio maana ujumbe wangu unasema umuhimu wa kuchukua hatua ili Mungu akusaidie. Sasa huyo anayeitwa Daudi, Biblia inasema akafika eneo la tukio. Alipotazama akaona jinsi ambavyo ndugu zake, mfalme na watu mbalimbali na wale maskari wamedhoofika, wanamuogopa sana mtu anayeitwa Goliath. Ndio Biblia inazungumza Daudi akawatia moyo, akamtia moyo Sauli, akawatia moyo jeshi la Israeli,
akasema asizimie moyo kwa mtu yeyote kwa ajili ya huyu Goliath, mimi nitakwenda kupigana naye. Kimuonekano Daudi alionekana ni kijana mdogo ambaye kimsingi uwezo wa kupigana na Goliath ni kama hana, na ilifika mahali alidharauliwa si tu na wale maskari na paka na mfalme. Mfalme akamwambia huwezi kupigana wewe. Lakini kumbe katika vita hiyo Mungu alikuwa anasubiri mtu atakayechukua hatua ili Mungu apigane kwenye vita hiyo. Si kwamba Daudi ndiye anayepigana kwenye hiyo vita. Mungu alikuwa anasubiri mtu, nani atakayechukua hatua mimi Mungu niende pamoja naye ili nipigane vita hiyo. Kwa hiyo Daudi alipojitokeza tena akaongea maneno ya ujasiri, akasema asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu, mimi nitakwenda kupigana na Goliath. Alionekana ni mtu ambaye ni wa kawaida sana, lakini kumbe Mungu alikuwa anasubiri nani atakayechukua hatua ili kwamba mimi Mungu nikapigane mwenyewe. Ukisoma Biblia yako utaona pamoja na hali zote, pamoja na kudharauliwa kote, lakini bado Daudi alikuwa na ujasiri, akijua kwamba vita hii Mungu ndo anakwenda kupigana. Ukisoma Biblia utaona wakati sasa Daudi yuko anazungusha ile kombeo lake ili aweze kuliachia, mimi nataka nikuambie lile jiwe halikwenda peke yake, kwa sababu katika hali ya kawaida huyu Goliath alikuwa amejiandaa. Huyu Goliath alikuwa na vitu vinavyoweza kuzuia, hakuna chochote kinachoweza kupenya kwenye mwili wake. Lakini kwa sababu lile jiwe halikwenda peke yake, lilikwenda na Mungu, Mungu akampiga Goliath. Nataka kuzungumza na wewe jambo hili muhimu sana, umuhimu mkubwa sana wa kuchukua hatua katika maisha yako. Nakumbuka binti mmoja, uasisahau jambo hili. Huyu binti alikuwa hajaokoka, na wakati huo sasa alipata shida kwenye maisha yake. Huyu binti alikuwa tu ni mwanafunzi wa form 4. Wakati anakwenda na wanafunzi wenzake kwenda shuleni, ghafla yule binti akaona joka. Alipoliona joka akapiga kelele. Wale mabinti wenzake hawakuona chochote, hawakuona kama kuna nyoka, ila yeye akasema naona joka liko hapo mbele. Yule binti alipoanguka wakamkimbiza hospitalini, akapata shida kwenye nyonga, akawa hawezi kutembea vizuri. Akafika mahali hali yake kazidi kuwa mbaya, akashindwa hata kuinama. Kumbe ni nguvu za giza. Yule binti na familia yote walikuwa hawajaokoka, ila walikuwa na dini, lakini hawana Yesu Kristo kwenye maisha yao. Dini ni mipango ya wanadamu tu kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango kamili wa Mungu kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Sasa huyu binti, wazazi wake hawajaokoka, wanasema tuna dini yetu, hawataki kuchukua hatua ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Sasa huyu binti kumbe akatupiwa tu mashetani, katupiwa tu majini. Sasa wamehangaika hospitalini, ikashindikana. Binti anazidi hali yake kuwa mbaya, hali yake inazidi kuwa mbaya. Ikabidi sasa wafanyeje? Ikabidi sasa wakimbilie kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu hawana Yesu Kristo, hawajaokoka, hawamwamini Kristo Yesu. Wakaenda kwa waganga wa kienyeji. Walipoenda kule, badala ya kupata unafuu, ndio hali yake ikazidi kuwa mbaya. Binti huyo akashindwa kuinama, mguu wake akashindwa kuukunja, halafu kukatokea kidonda kikubwa kwenye nyayo za miguu yake, kwenye mguu wake ule wa kulia ukatoka kidonda kikubwa. Yule dada akarudishwa nyumbani, amepewa magongo, shule amesimama kusoma kwa sababu hali ni mbaya. Sikiliza nikwambie, ujumbe wangu unazungumza umuhimu wa kuchukua hatua ili Yesu akusaidie. Na nimeanza na mtu mmoja anayeitwa Daudi, kwamba huyu Daudi hakumwogopa Goliath, akachukua hatua, akasema mimi nakwenda kupigana naye. Mungu alikuwepo pale anasubiri mtu, nani atakayechukua hatua, ambapo atakapokubali kuchukua hatua, mimi Mungu niingilie kati vita hiyo. Inawezekana una mapito magumu, inawezekana una hali ngumu, inawezekana una maisha magumu, inawezekana magonjwa yamekutesa kwenye maisha yako. Nataka nikwambie, chukua hatua. Yesu hajashindwa kukufungua. Chukua hatua, kimbilia kwa Yesu Kristo. Amua kuokoka. Mwambie Yesu, naleta maisha yangu kwako. Mwambie Yesu, nasogea mbele zako. Mwambie Yesu, nahitaji msaada wako. Mwambie Yesu, niko tayari kuokoka.
uone Yesu atakavyoingilia kati tatizo lako. Huyu binti akarudishwa nyumbani, hali yake kazidi kuwa mbaya. Hali yake inavyoendelea kuwa mbaya, huyu binti siku moja ndio akasikia matangazo ya mkutano wa Injili. Matangazo ya mkutano wa Injili. Yale matangazo ya mkutano wa Injili yakawa yanatangazwa. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Yale matangazo ya mkutano, waleteni wagonjwa wenye shida mbalimbali. Yule binti hajaokoka akasikia. Yule binti akaenda kwa mama yake. Mama yake hajaokoka. Yule binti akamwambia mama yake, mama, nimesikia ule mkutano wa Injili. Naomba mama, na mimi niende, nipeleke kwenye mkutano huo nikaombewe. Yule mama yake kwa sababu hajaokoka akamkataza yule binti. Akamwambia, sitaki kusikia mambo ya kilokole. Sitaki kabisa. Tuna dini yetu. Yule binti akamwambia, mama, dini haijanisaidia. Hata sasa hivi nikiwete siwezi kutembea vizuri. Mama, naomba unipeleke. Yule mama yake akamkatalia. Yule binti aliongea neno zito sana kwa mama yake. Na hii nataka nizungumze na wewe. Somo langu linasema umuhimu wa kuchukua hatua ili Mungu akusaidie. Yule mama akaambiwa na mtoto wake maneno mazito. Yule mtoto akamwambia hivi mama yake, mama, ulinipeleka hospitalini, sikukataa. Ulinipeleka kwa waganga wa kienyeji wa aina, wakanivua nguo zangu, wakanifanyia wanachotaka, sikukataa. Mama, naomba unipe nafasi moja. Nipe nafasi moja niende kwenye mkutano wa neno la Mungu ili Yesu anisaidie. Na mimi nipe nafasi na mimi. Zile nafasi nilizokupa mama umezitumia, lakini bado hali yangu ni mbaya. Naomba unipe nafasi moja. Huyu binti anamwambia mama yake. Yule binti akaongea maneno mazito haya kwa mama yake kwa uchungu mkubwa. Yule mama mwisho akakubali. Wakaja kwenye mkutano wa Injili. Walipokaa kwenye mkutano wa Injili wakati wa maombezi, kilichonishangaza, nilifika mahali mpaka nikatoa machozi. Mungu anashughulika na watu wanaochukua hatua. Ukitaka Mungu akusaidie kwenye maisha yako, chukua hatua. Amua kuokoka. Acha maisha ya dhambi. Geukia Yesu Kristo. Utamwona Yesu akiinuka kikutetea. Utamwona Yesu akiinuka kukuponya. Utamwona Yesu akitenda mambo makubwa ya ajabu ambayo hukuyatarajia katika maisha yako. Kilichonishangaza ni hiki katika maisha ya huyo binti. Yule binti wakati wa maombezi akapita mbele na magongo yake, anaburuza mguu wake. Kumbuka, hawezi kuinama, hawezi kukunja mguu, hawezi, na kule chini kwenye chini ya nyayo kuna kidonda kikubwa. Yule binti alivyopita mbele kuweka mkono juu ya yule binti, binti yule alipowekewa tu mkono, binti akamgeukia mama yake akamwambia, mama, Yesu ameniponya. Huyu binti alikuwa na imani ya ajabu sana. Akamwambia, mama, Yesu ameniponya, naweza kuinama. Wakati hiyo kuinama hawezi. Yule binti akachukua hatua, akaanza kulazimisha mgongo wake kuinama. Akaanza kulazimisha mgongo wake, huku nauma, huku analia, anasema, mama, Yesu ameniponya, naweza kuinama. Akalazimisha ule mgongo kwa nguvu, mwisho akainama, alafu akainuka, akainama, akainuka, huku anasema, Yesu ameniponya. Huyu binti akageukia tena kwenye madhabahu, akakinga kichwa tena, akawekewa tena mkono. Alipowekewa mkono, akamgeukia mama yake, akamwambia, mama, huu mguu Yesu ameniponya, naweza nikaukunja mguu huu. Mama yake amesimama anashangaa. Binti anachukua hatua za imani kuuendea muujiza wake. Nataka nikuambie, inawezekana tabu yako imekukalia kwa muda mrefu, ni kwa sababu hujachukua hatua. Yuko Yesu awezaye kukusaidia. Yuko Yesu awezaye kukuponya. Yuko Yesu anayeweza kukutoa kwenye maangamizi na kwenye mateso hayo. Tatizo lako hujachukua hatua tu. Kuokoka ni kuchukua hatua ya kwamba potelea mbali. Wengine wanicheke, wanidharau, wengine wanitenge, waniache, lakini naenda kwa Yesu Kristo, nakimbilia kwa Yesu Kristo. Ukichukua hatua, Yesu anakwenda pamoja nao. Nimesoma habari za Daudi.
Daudi huyu alipochukua hatua, haijalishi Goliath anatisha kwa kiwango gani, lakini akachukua hatua, akasema mimi nakwenda kupigana. Haijalishi kuna hali ya namna gani, haijalishi anatisha Goliath kwa viwango gani, mimi nakwenda kupigana naye. Mungu akaingilia kati vita ile, Mungu akaingilia kati mapambano yale. Na mimi nataka nikwambie, Mungu akiingilia kati vita yoyote, ushindi kwako ni lazima, ushindi kwako ni lazima. Sasa Biblia inazungumza maneno haya muhimu sana kwa ajili ya maisha yako. Wakati mwingine unaweza ukapita kwenye mazingira magumu, si kwamba Mungu hakuoni, si kwamba Mungu hakuangalii, anataka uchukue hatua. Chukua hatua. Kuokoka ni kuchukua hatua. Chukua hatua ya imani kuziendea baraka zako. Huyu mtoto, huyu binti akamwambia mama yake baada ya maombezi mara ya pili, akamwambia mama, naweza kukunja mguu. Unajua yule mama akawa anamtazama tu mtoto wake. Yule mtoto anasema mama, naweza kukunja mguu. Mtoto akachukua hatua, akaanza kuulazimisha mguu wake, akaanza kuulazimisha mguu wake, akawa na ulazimisha ule mguu wake, anaukunja kwa maumivu makali. Mwisho mguu ukajikunja alafu ukanyoka, ukajikunja, huku mtoto anasema mama, Yesu ameniponya. Mimi wakati naangalia hiyo nilipata shida, nikawa natokwa machozi. Nikasema kumbe Yesu anasubiri mtu anayechukua hatua. Hajashindwa kukuponya, hajashindwa kuondoa tabu ulio nayo, hajashindwa kuondoa mzigo ulio nao kwenye maisha yako. Huyu mtoto akafika mahali sasa likabaki donda la chini. Ule ulikuwa ni muujiza wa ajabu. Muujiza huu ulipotokea, mama yake na ule binti alizimia pale. Kwa nini? Mtoto alirudi tena, akakinga kichwa, akawekewa mkono. Alivyowekewa mkono, akarudi kwa mama, akamwambia mama, Yesu ameniponya. Mguu huu naweza kukanyaga. Yesu ameniponya. Huyu mtoto akachukua hatua ya imani ya ajabu sana. Unajua, alinyenyua mguu wake wenye donda kubwa chini, huku anamwambia mama, Yesu ameniponya. Akapigiza chini mguu wake. Alivyopigiza chini, halafu ule mguu akaanza kuusigina chini, huku anasema mama, Yesu ameniponya. Yule mama alianguka chini akazimia. Walipomaliza wanamkagua kwenye ule mguu. Yesu ni daktari wa ajabu sana. Yesu ni daktari wa ajabu sana. Nataka nikwambie ni daktari wa ajabu sana, kwa sababu ule mguu, ule unyayo ambao kwa kuna kidonda kikubwa, ulipotea wenyewe, halafu hata kovu halikuonekana. Madaktari wa duniani wanaweza kukutibu halafu likabaki kovu, lakini Yesu daktari bingwa wa ajabu, hakukuwepo hata na kovu lolote. Lakini kwa nini? Binti alichukua hatua, Yesu akamsaidia. Chukua hatua mwanamke unayenisikiliza, chukua hatua mwanaume unayenisikiliza. Kimbilia kwa Yesu Kristo, kimbilia kwa Mwokozi Yesu Kristo, yeye ambaye hajawahi kushindwa, hana historia ya kushindwa katika maisha ya mwanadamu. Chukua hatua, yeye anakusubiri tu. Ndio maana unaweza kukuta hali yako imekuwa ngumu, unasema itakuwaje? Yesu yupo, anataka uchukue hatua.